Wanaendeleza kampeni inayolenga kuinua viwango vya wanafunzi kujiamini wenyewe. Wadau wa mpango huo kwa jina Wembesha unaoendeshwa na kampuni ya BIC kwa ushirikiano na wadau wengine wanasema mara nyingi wanafunzi wanapohitimu vyuo vikuu huwa na wakati mgumu, haswa wanapoitwa kwa mahojiano ya ajira kutokana na kutojiamini. Kufikia sasa mpango huo umefikia vyuo vikuu 8 huku wahusika wakilenga kuwafikia zaidi ya wanafunzi 24,000 kufikia mwishoni mwa mwaka huu. And it's okay. This initiative, we started it last year. So far we've been to 8 campuses in Kenya, and we have reached about 12,000 students. We still have 2 more universities to go for this year, and this is something that we plan to continue doing even in the future, because there is no enough inspiration that you can do for students, because you need to keep on talking to them and helping them build their confidence. I have grown on the social media platform. People have seen me grow, and hearing a story from someone who's almost the same age on what they've done, on tips to help them with confidence, I believe it helps, because confidence is what makes your personality. So you need to know up to what level you need to build it to be able to get jobs in the outside world, converse with people, so on and so forth. Na kwa upande mwingine, muungano wa Azimio umetishia kukwamisha na kutatiza shughuli zote za serikali, bunge na Rais William Ruto endapo mswada wa fedha mwaka 2023 utapitishwa kwenye bunge la kitaifa. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga ameelezea sababu za muungano huo kupinga mswada wenyewe, akisema Wakenya wataumia. Na kama anavyoarifu Daniel Kariuki, Azimio wamedai kuwa hakuna marekebisho yoyote kwenye mswada huo na badala yake kuondolewa kabisa. Mswada wa fedha wa mwaka 2023 unazidi kuwa kiazi moto nchini, na muungano wa Azimio hawabadilishi hisia zao za kutaka kuondolewa kwa mswada huo. Viongozi wa Azimio wana tatizo kubwa na mswada huu. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga amesema kuwa serikali imekosa mwelekeo na sababu nzuri ya kupitishwa kwa mswada huu bungeni, na sasa wameonya Rais William Ruto. This bill is economic sabotage. If Ruto insists on this bill, this country will go into full recession. Should Ruto overrun the National Assembly, we will regroup and overrun him in the wider National Assembly of the whole people of Kenya. It is quite clear that Kenyans are on their own and that this is a cruel and caring regime. Raila ametaka Wakenya kumrudisha Rais William Ruto hapa ulimwenguni kwa kupinga kuongezwa kwa ushuru, akidai kuwa mapendekezo kwenye mswada yanaibua maswali ya ikiwa serikali inaelewa yale yanayowakumba Wakenya. Vile vile Azimio ameshikilia hakuna marekebisho kwenye mswada huo na badala yake kuondolewa kwa ujumla. You have noted that the regime has run out of sound bites and explanations for these proposals. It is urgent that we bring Ruto back to earth, because he lives on another planet. This bill has so much poison in it, which needs to be unpackaged to Kenyans. So if this bill finds its way to the floor of the House in its current form, we are not going to make any attempt to propose any amendments to it. They are now changing the system of setting the debt ceilings from the absolute number, which is 10 trillion now, to what we may call pegging it on GDP. Ruto wants to force an amendment to the Public Finance Act to allow the National Treasury and not Parliament to set new debt ceiling. You cannot extend the debt ceiling.